serikali ilitangaza amri ya wananchi kutotoka nje kwa siku 6 mfululizo bila kujali hasara itakayopatikana za kiuchumi na kijamii. Uamuzi huo ulisababisha akina mama wajawazito na wagonjwa wengine mahututi kukosa huduma, na wengine walipoteza maisha bila matibabu. Kwa hiyo mnaambiwa hamna kutoka nje bila kujali kwamba kuna wagonjwa wanatakiwa kwenda hospitali. Mama anatakiwa kujifungua, unategemea nini kilitokea? Mgonjwa mahututi ambaye alikuwa kitandani, unategemea nini kitaendelea? Wagonjwa wengine ambao daktari anatakiwa aende Muhimbili kwenda kumtibu, ameambiwa hamna kutoka. Maana yake kwamba ana mgonjwa wake kule Muhimbili alifariki tu kwa sababu alikosa huduma. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza maisha. Sasa nchi ukienda kwenye kiuchumi, kuwafungia watu kwa siku 6, nchi haikuweza kukusanya kodi kwa muda wa siku 6, na hivyo hatukukusanya kodi zaidi ya trilioni 1. Huku wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji wakipata hasara ya zaidi ya trilioni 4 kutokana na lockdown hiyo. Kwa hiyo kwa sababu kila mtu anayefanya biashara hafanyi biashara, anayelima hawezi kwenda kulima, anayefanya shughuli ya kiuchumi yoyote, shughuli zote zimesimama. Kwa hiyo hatuwezi tena kutoa mchango wetu katika uchumi. Kwa hiyo ina maana kwamba katika muda huo tumepoteza zaidi ya trilioni 4. Hiyo hasara tunaifidia nani? Lakini kwa nini tulifungiwa ndani? Kulikuwa na shida gani? Hatukusikia rais akitangaza kwamba kuna hali ya hatari, wala kuna hali ya uvunjifu wa amani, wala kuna vita kama katiba inavyotaka. Lakini tulifungiwa na nani? Na je, aliyetufungia ndani anayo mamlaka kisheria kutuweka ndani, kutuweka kwenye lockdown? Serikali iliamua kuzima huduma za internet, na kwenyewe tukapata hasara nyingi kwa sababu shughuli nyingi mbalimbali zinategemea kuhudumiwa kupitia internet.